Nashukuru the stakeholders ambao wametushikilia ili leo tuanze kupanda miti kama vile President Bwana William Ruto ametuagiza tuendelee kupanda miti kila wakati, na ndio tunaendelea hata leo. Tuko na community kubwa hapa, tuko na watu ambao wametushika mkono kama Habitat for Humanity, tuko na Lions Club, na pia tuna stakeholders wengine wengi ambao wameungana nasi leo kwa upanzi wa miti. Hii area ilikuwa kavu sana for so long, lakini tangu Habitat wakuje wachukue program kama ya upanzi wa miti, pia wakatuwekea maji hapa kwa borehole, na pia wanasaidia mpaka mashule, wamewajengea machoo na wanapanda miti pia mpaka huko kwa shule. Area imeanza kubadilika. Hata siku hizi tunasikia kabaridi kazuri. Wakati mwingine ilikuwa very hot, haungekaa na sweta mchana huku kwa sababu kulikuwa kukavu kabisa. Lakini kwa sasa hewa imebadilika, na still hata community imeembrace kitu kwa njia ya juu sana, kwa vile wanaendelea hata kupanda miti kwa mashamba yao kwa njia nzuri. Hii mradi umekuwa wa manufaa sana kwa sababu umeleta chakula karibu na jamii. Tunakuza zile variety. Ukiangalia maharagwe ambayo tunakuza ni ile certified. Tunakuza nyota, tunakuza yellow bean, tunakuza ile spinach ambayo inahitajika na ambayo inakuwa ya manufaa kwa wanakijiji. Ukiangalia hata ukulima wa chakula cha ng'ombe, tunakulima chakula cha ng'ombe ambacho ni cha manufaa kwa ng'ombe zetu. Kwa hivyo mradi huu umekuja kusaidia jamii ya hapa sana, na naamini ya kwamba hata baadaye hii kijiji kitabadilika na kitakuwa cha manufaa. Huu mradi utakuja hata wakati labda Habitat watatoka hapa, watu wa hapa watazidi kukumbuka kazi nzuri iliyofanywa na Habitat kupitia ukulima, kupitia na tena hata katika hii shamba wanatuwekea dam ambao badala ya kuwa na upungufu wa maji, tutakuwa tukitumia ile dam kutumia ile maji kulima hapa. Wametusaidia pia katika hiyo borehole, katika kupeleka maji kwa vijiji, kwa kuletea wanakijiji maji. Tayari zaidi ya wakulima zaidi ya 50 saa hii wameingiza maji kwa maboma yao. Wanafanya hii mashamba kidogo ya nyumbani, inaitwa kitchen gardens. Tumekuwa tukipanda spinach, na spinach tumekuwa tukizipeleka kwa soko nje ya Sorio. Tumekuwa tukizipeleka kwa hii hotel kubwa ya Beisa. We have been selling those spinach for a while, and wamekuwa wakitununulia na bei yenye iko sawa. It has improved our group because hiyo pesa tulikuwa tunapata hatukuwa tunapata ya kuuza spinach, ni yenye tulikuwa tunaunganisha ya kikundi tunafanya kitu. Lakini kutokana na hii mradi ya Habitat tumekuwa tukiuza spinach na vitunguu na hoho. Tumeweza kuelekezwa na Habitat kwenye tutakuwa tukiuza kwa outside Sorio. Hata kuna wakulima wengine wamekuwa wakikuja kwa hii shamba kutununulia hizo boga, spinach na sukuma wiki. Katika hii mradi ya Habitat tumekuwa tukitarajia that in this year tukimalizia tutakuwa na another project yenye hatukuwa nayo at the end of the year due of the income yenye tumepata through selling our products. Here at Sorio Village 3, which is called Bahati region, to plant trees. We have partnered with Habitat for Humanity Kenya to run this project. As Lions, we are partners, and we are happy to have been with them for the last 3 years. We have seen the impact this project has had in this region, where we had issues with rain. We can see now farmers are having some crops in their farms because of the boreholes that have been there, because of the plants, the trees we have planted, which have now helped to draw the rains. And we are happy because the community also has embraced this project, which has been transformative in their lives. The communities in Sorio have been partnering with Habitat for Humanity for the last 3 years to implement climate adaptation actions that help the community to build resilience. And today
agroforestry and tree planting that we are promoting is one of those activities. We've planted over 20,000 seedlings, both fruit trees and indigenous trees, so that then we can increase the tree cover in Solio. We are also building flood resilient latrines. As you know, now that we have a lot of climate change impacts in this area, when it floods, the latrines become a problem. So we are pioneering the Safi latrine model that is flood resilient, so that then communities don't have to be building latrines every rainfall cycle. We are working with hygiene promoters to make sure that people are sensitized to adopt behavior change that will protect them from infections and sanitation and hygiene related diseases such as diarrhea and cholera and typhoid. In the schools, we are building school latrines and also working with girls to educate them and sensitize them on menstrual hygiene.